Okay, shalom shalom. Tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya kwa nini maombi ya wengi hayajibiwi. Jambo la kwanza tuliona kwamba hali ya moyo, kama vile Daudi kwenye Zaburi ya 66 alisema ya kwamba kama ningeingia na waza maovu moyoni, Mungu asingenisikia. Kwa tukaona jambo la kwanza, rekebisha hali ya moyo. Moyoni mwako una nini? Safisha moyo wako kwanza. Ukishasafisha moyo wako, uingie maombini ukiwa na moyo safi, na hiyo ni sehemu ya hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Huko ni kuomba vibaya. Kwa kwanza ni kuomba huku ukiwa moyo wako unawaza maovu. Kulingana na Yakobo sura ya 4 mstari wa 3 anasema kwamba hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Kuomba vibaya kwingine ni kuomba bila maarifa na ufahamu. Huyu mtu anaweza kuomba akaomba bila maarifa na ufahamu, na kuomba bila maarifa na ufahamu ni kuomba bila neno la Mungu. Nataka nikwambie, kama haumkumbushi Mungu ahadi, kama haumkumbushi Mungu neno alilolisema kwenye hiyo haja yako haitajibiwa. Yeye bali barikiwe sana. Mungu hata kusikia kwa sababu Mungu hana backup. Nataka nikupe mfano. Ni sawa mimi nimekwambia njoo kwangu uchukue labda fedha, njoo kwangu labda uchukue simu. Unapokuja unakuja ukiwa umelibeba neno langu mimi, ya kwamba uliniambia siku fulani nije nichukue hii simu. Kwa hiyo hapa nilipo nimekuja kuchukua simu ni kwa sababu mimi nilikuambia uja. Kwa hiyo haja unayokuwa nayo unapoingia uweponi mwa Mungu, hakikisha kuna neno la Mungu linakusapoti. Kama huna neno la Mungu linalokusapoti, wewe unaomba bila maarifa. Ndio maana watu wengi wanapoingia kwenye maombi wanaanza kulia, wanaanza kunung'unika, wanaanza kulalamika. Ni kwa sababu hawajui wanaingia kufanya nini. Mungu hajibu malalamiko, Mungu hajibu hisia, Mungu hajibu masikitiko, isipokuwa anajibu hoja ambazo zimebebwa nyuma ya neno la Mungu. Mfano labda unahitaji mtoto, unaingia Mungu kumwomba mtoto, lazima uwe na neno ambalo litamwambia Mungu, ulisema ya kwamba sitakuwa tasa, ulisema ya kwamba nitakuwa ni mama wa watoto wengi. Kwa hiyo unapomwambia Mungu kwamba ulisema, na yeye ndipo anarejea, anaangalia kwenye neno, je, mimi nilisema hili kweli? Kwa sababu Mungu huwa hapingi neno lake. Kati ya kitu Mungu ambacho hajui ni kulipinga neno lake. Kwa hiyo unapoingia uweponi mwa Mungu, hakikisha una neno linaloisapoti shida yako. Wengi tunaingia hatuna neno, haja tunayo lakini neno hatuna. Ila bali barikiwe saki. Unaona, haja unayo, majonzi unayo, machozi unayo, ila huna neno ambalo litamuinua Mungu kwenye kiti. Kumbuka, Mungu unapomwambia ulisema, unakuwa umemfunga kwenye ahadi zake. Unakuwa umemfunga kwenye ahadi zake. Kwa hiyo kinachofanya maombi ya wengi hayajibiwi ni kuomba bila neno la Mungu. Wao wamefundishwa lia, wao wamefundishwa piga makelele, wao wamefundishwa rusha miguu, wao wamefundishwa nena kwa lugha. Dada yangu, ndugu yangu, utayafanya yote hayo, lakini kama hayo hayana neno ambalo lina Mungu analisapoti, hauwezi kuona matokeo, isipokuwa utakuwa umeomba kwa mihemko. Kinachopelekea watu kuomba kwa mihemko ni nini?
ni kwa sababu wanaomba bila neno la Mungu. Bwana nikwambie, kuomba bila neno la Mungu, wewe unakuwa unafanya, niseme ni manuizi, tunaita enchantment. Enchantment ni kama unakuwa unanuia, unakuwa hauna tofauti na mganga wa kienyeji. Na wengi wanaongozwa na mapepo kwenda kuomba. Kwa sababu gani? Pepo halikuoneshi neno, isipokuwa unaingia na vilio. Unaona? Kwa hiyo unapokuwa weponi mwa Mungu, umeenda kuzungumza na Mungu, hakikisha una neno, una kile kitu ambacho Mungu alisema kwa ajili yako, Mungu aliahidi kwa ajili yako. Kama huna hicho, hautapata kitu kutoka kwa Mungu. Ndio maana unakata tamaa. Ninakupa njia rahisi sana. Achana na kuomba kama waganga wa kienyeji. Hata waganga wa kienyeji wanakuwa na maneno yao ambayo wanayaambia mapepo yao na yanawasikia. Shida ni kwamba mimi na wewe au Wakristo wengi wanaingia humo wakiwa hawana kile ambacho Mungu anakisikia, ambacho ni neno lake. Maana neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Unapomwambia Mungu alisema, wewe ni Mungu wa maagano, wewe ni Mungu ambaye ulisema na baba zetu hivi na hivi na hivi, nataka nikwambie Mungu anafaa. Ngoja tuchukue mfano namna mzuri wa kuomba kwenye kitabu cha Nehemia. Kwenye kitabu cha Nehemia sura ya 1 tu utaona Nehemia namna alivyoomba. Nehemia alikuwa anaenda kuomba kibali kwa Mungu. Alipokuwa anaenda kuomba kibali kwa Mungu, Nehemia alijua kabisa hakuna mwingine anaweza kutoa kibali isipokuwa ni Mungu. Kwa hiyo wakati anaomba, haya ndio maombi ya Nehemia ambayo naomba tuyafuatilie kwa pamoja. Naamini atakuongezea kitu katika safari yako au maisha yako ya maombi. Jambo la kwanza, kianzia mstari wa 4, anasema hata ikiwa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Nikafunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema. Kwa hiyo Nehemia akaomba hivi, akasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu mwenye kuogofya. Kwa hiyo kabla hajaanza kupeleka shida, anaanza kumtambua Mungu, anaanza kumsifia Mungu, anaanza kumtukuza Mungu kwamba wewe ni Mungu mkuu mwenye kuogofya. Hiyo ndicho kiwango ambacho Nehemia alikuwa anamtambua Mungu. Anasema wewe ni Mungu mkuu mwenye kuogofya, akasema mwenye kutimiza agano lake, mwenye kutimiza agano lake. Kama Mungu aliweka agano, Nehemia alikuwa anajua lazima alitimize, na agano hilo Nehemia inabidi amwambie Mungu ni agano gani ili Mungu aweze kulitimiza. Na anasema kwamba agano lake na rehema zako kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Hizo rehema Mungu anazitimiza kwa hao wanaompenda na kuzishika amri zake. Kwa hiyo maagano ya Mungu hayatimizwi kwa watu wasiompenda Mungu na kuzishika. Kwa sasa hapa naona nitaingia mahali kwingine. Kuna watu wanahisi kwamba Mungu anatoa tu vitu. Mungu anatoa vitu kwa kanuni. Je, unampenda? Na kumpenda Mungu ni kuzishika amri zake. Yeye anipendaye atazishika amri zangu. Unaona? Yeye anipendaye atazishika amri zangu. Kuishi neno ndio kushika amri ya Mungu, ndio kumpenda Mungu, kufanya mapenzi ya neno. Kwa hiyo agano la Mungu na rehema za Mungu zinatimilizwa tu kwa wale ambao wanampenda Mungu. Tuendelee. Anasema mstari wa 6, akasema tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa sijiombei, alikuwa naomba kwa ajili yake na wana wa Israeli. Kwa hiyo haja iliyokuwa ni kuwasaidia wana wa Israeli na Mungu kumpatia kibali. Tusikilize alivyoomba. Hakuomba bila neno. Akasema
watumishi wako hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Anaanza kukiri uovu, anaanza kuomba rehema juu ya dhambi ambazo yeye amefanya. Namna nzuri ya kuimbia uponi mwa Mungu. Ndio hapa tunakuja, moyo wako kama bado una maovu utengeneze. Anasema tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri zako wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Mstari wa 8 anasema, nakuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa. Likumbuke neno ambalo ulimwamuru Musa mtumishi wako ukisema. Unaona, kwa huyu anamkumbusha Mungu ya kwamba ulisema na Musa, ulisema kwa Mungu, ulisema hivi, mkikosa nitawatawanya katika mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wachapokuwa katika pande za mwisho za mbinguni, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuliweka jina langu hapo. Unaona sasa, Nehemia anamkumbusha Mungu, ulisema na Musa. Hili ndilo agano lilosema na Musa ya kwamba watu wangu wakikosa nitawatawanya, lakini wakinirudia nitawakusanya kutoka pande zote. Jina ambalo libarikiwe. Unaona, Nehemia hakuingia kuomba bila ahadi, hakuingia kuomba bila neno. Mstari wa 10 nataka nikuonyesha kwamba kuomba vibaya ni kuomba bila neno. Kwa hiyo mfano wa maombi ni haya. Nehemia anaomba pamoja na neno, sawasawa na neno la Mungu. Anamwambia Mungu, ulisema kupitia mtumishi wako Musa, ulisema wako na watu wako uliwakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako hodari. 11. Bwana, nakusihi litege sikio lako uyasikie maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako, na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako, unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyo. Mbele ya nani? Ya mfalme. Alikuwa anaomba kibali, anaenda kuomba Mungu ampe kibali akalijenge ukuta, akajenge ukuta. Unaona sasa? Kwa hiyo alimkumbusha Mungu ni kitu gani ambacho kwao walitakiwa kufanya, Mungu alitakiwa kufanya. Ikiwa wako katika uhamisho, Mungu ana ahadi ya kufanyaje? Ya kuwarejesha. Kwa hiyo Nehemia akaingia na neno la kumkumbusha Mungu. Kwa ninachotaka kuzungumzia ni kwamba katika haja ulionayo, kumbuka kumwambia Mungu amesema wapi katika neno lake. Usisahau hilo. Kama hauna hilo, maombi yako ni upepo, maombi yako ni makelele tu, na hakuna atakaye kusikia, wala Mungu hata kusikia. Mungu ataangalia, atajiuliza, mimi nimesema wapi? Inabidi ukumbuke sana kumkumbusha Mungu zile ahadi ambazo alizisema kwa ajili ya maisha yako ili siweze kutukia. Jina Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kuomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya, ni mnaomba bila maarifa na ufahamu. Na jambo la kwanza, kuomba bila maarifa na ufahamu ni kuomba bila neno la Mungu. Ukikosa neno la Mungu, ahadi yako haiendi popote, wala hautaona matokeo, wala hautaona mambo kutukia. Mungu yeye hulitimiza neno lake. Kwa hiyo maombi ya wengi hayajibiwi kwa sababu wanaomba bila neno la Mungu. Shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo wabariki. Naamini kuna kitu ambacho utakuwa umekipata hapa na umekiongeza, kwamba hakikisha katika mahitaji unayohitaji, katika hayo mambo ambayo Mungu unataka akufanyie, kuna neno lake ambalo linakuunga mkono au linakusapoti unapoingia kuomba
unamwambia Bwana, umesema hapa kwenye neno lako, umesema hapa kwenye neno lako, sawa sawa na maombi ya Nehemia. Shalom, shalom. Bwana akubariki sana. Tukutane kwenye episodi nyingine. Amen.